Tia ũnduni ũrĩ gĩtũmi wĩ mwega kana wĩ mũũru, iga nĩ mĩonere ya andũ na ya Ngai ĩtanaine. Na nĩkĩo rĩrĩa Mwathani onagia arutwo ake kũhoya, we merire mauge atĩ wendo wa Ngai wĩkĩke. Huwezi ukashindana na nguvu za Mungu. Huwezi ukaishi bila nguvu za Mungu. Huyu kijana wa huyu shosho amenikuta tu nikihubiri Injili. Wakati ule ameniambia nimalize nikata life, nikakata. Nikaenda pamoja, nikamkuta. Akanikalisha chini. Akaniuliza, ulikuwa live TikTok? Nikamwambia hapana. Nikamwambia nilikuwa YouTube. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia nahubiri Injili. Kwa sababu kuna wakati nilimwambia nataka kukua kama sheikh wale wa msikitini. Akasema ni sawa. Akaniambia kwa nyumba yangu huwa nakwambia ukuje upande wetu. Nakataa. Kwa nyumba yangu usikuwa ukikuja live. Nikamwambia ni sawa. Huwezi ukabishana na nguvu za Mungu. Anajiona yeye anafaa kwa sababu nimekataa kuja upande wao. Sasa analeta visababu za kunizuilia. Lakini kuna Mungu mbinguni. Injili ya Yesu lazima itaendelea. Hata kama sitakuwa nikikuja live mchana, Mungu atanipa wakati mwingine wa kukuja live. Amesikia vibaya sana. Na ndivyo maana alikuwa ananisumbua tukiwa live. Kumbe alikuwa na kinyongo katika moyo wake. Na my sister ameniambia huyo hataki tusikie neno. Kumbe alikuwa na kitu katika kinyongo moyo wake. Hajui Mungu ambaye naishia ni Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka. Na hivyo anataka kutakuwa hivyo tu. Atafurahia. Lakini ile mapigo itampiga kwa sababu ya kukataza neno la Mungu. Na hilo neno la Mungu ndio mimi wakati ule shosho amegojeka ndio namuita Mungu wangu anamponya. Hata huwa naambia shosho ataishi miaka 100. Sababu saa hii ako na 80 namwambia amebakisha 20. Kwa hivyo huwezi pigana na Mungu. Katika Isaia 45 mstari wa 7, Mungu ndiye husababisha kila kitu kitendeke kwa wakati wake. Kwa hivyo Mungu atajua mahali atanielekeza na ile masaa nitakuwa nikikuja. Hata kama atakuwa wakienda kulala saa 6. Na mimi nakuja live. Nafunga milango zote hata zuilia neno la Mungu. Anaweza nizuilia lakini hawezi zuilia kilicho ndani yangu. Hakiwezi zuilika. Kwa hivyo tumuogope Mungu. Hata wewe kama wewe ni mpinga Kristo. Ogopa Mungu kwa sababu kuna wakati unakuja na ghadhabu ya Mungu ikikushika, kiteremka kwako, hautaweza kuyastahimili.